Mpenzi mtazamaji, ukisikia Sabasaba, Sabasaba ni VETA na VETA ndio Sabasaba. Yaani ukija kwenye maonyesho ya Sabasaba bila kupita kwenye banda la VETA, wewe hujaja Sabasaba. Karibuni katika kipindi hiki maalum cha Sabasaba na PPR, tukitembelea lile banda determinant la VETA. VETA ndio Sabasaba, Sabasaba ndio VETA. Karibuni. Hapa nje ya banda la VETA kiukweli mambo yanaenda yakibadilika. Sasa hivi kuna vioo. VETA limekuwa banda la kisasa, ni banda la vioo. Zamani palikuwa pako open tu. Sasa hivi hapa naona mambo ya VETA haya bwana. Uko ndani inawashwa AC. Safi kabisa, yani banda la kisasa kabisa. Mambo mazuri sana na mnaweza mkaona. Hebu niwaingize ndani muweze kuona VETA wametuletea nini. Kiingia ndani ya banda la VETA, hapa mbele unakutana na picha ya mwenye VETA yake. Na nukuu ya Mheshimiwa Rais anasema tunazungumzia tatizo la kutokuwa na ajira. Tumesomesha watoto lakini hawana ajira. Kazi yetu ni kuhakikisha tunawajengea uwezo vijana ili kuwapatia ujuzi waweze kujiajiri na kuajiriwa. Hiko ndio kinachofanywa na VETA hapa ndani. Ila katika hii picha hapa ya Mheshimiwa Rais, kiukweli nayo ni picha ya kimaajabu. Unaona niliposimama hapa, nikimwangalia na muona Mheshimiwa Rais ananiangalia mimi. Nikija hapa, nikisimama, nikiangalia na muona Mheshimiwa Rais ananiangalia mimi. Nikija hapa, nikimtazama na muona Mheshimiwa Rais ananiangalia mimi. Kwa hiyo kadri unavyotembea, unaona kama Mheshimiwa Rais anageuka kukuangalia kote unakokwenda. Haya ndio mambo ya VETA ndani ya Sabasaba. Sehemu ya kwanza banda la VETA ni reception. Unaweza mkaona ma receptionist wawili, ni maofisa wa VETA, wanatoa maelekezo kwa wateja mbalimbali hapa ndani ya banda. Ndani ya hili banda la VETA kwa kweli, mpenzi mtazamaji, kuna mamitambo na mamitambo kama unavyoona. Yaani kuna mamitambo mengine hata mimi siwezi kusema anafanya kitu gani haswa. Lakini hapa mbele ukija, unaweza ukaona ile mitambo kama ya automation ya viwanda. Mitambo ya ujenzi wa viwanda ambao ni automation, na unaweza ukaushuhudia jinsi ilivyo na inavyofanya kazi zake. Lakini pia kuna upande huu wa pili hapa, unaweza ukaona kuna makompyuta na vitu vingine ambavyo pia tutaelezwa vizuri mbele ya safari. Lakini ukija bado ndani ya banda la VETA, unakuta hapo kuna sehemu ya mambo ya smart energy. Wanasave, yani namna ya kusevu nishati ya umeme kwa vifaa ambavyo ni smart, kama ilivyo smartphone, smart TV na vitu smart. Na hapa kuna mambo ya umeme, na hii ni mambo ya umeme unaweza ukaona. Na hapa sasa kuna mitambo tena. Alafu hapa kuna mjasiriamali, tutamtafuta, akipatikana tutakuja. Lakini mitambo inaendelea. Hapa pia kuna mitambo tena, unaweza ukaona mitambo mikubwa kabisa, inafanya vitu vikubwa kabisa. Ndani ya banda hili la VETA pia, ndani ya banda la VETA tumefika mahali kwenye bidhaa za ngozi. Unaweza ukaona kuna mpira kama unaweza ukauona, ni mpira mzuri kabisa. Unaweza ukaona mpira mzuri kabisa, ni ule mpira ambao unadunda vizuri kabisa. Yaani unadunda vizuri kabisa. Kuna mtaalamu hapa atanitambulisha kidogo jina na kutuambia wametuletea nini kwenye banda la VETA. Asante sana ndugu mtangazaji. Naitwa Hamidu Shabani Nahembe, mwalimu wa bidhaa za ngozi kutoka chuo cha VETA Dakawa Morogoro. Hapa kwenye maonyesho yetu ya Sabasaba mwaka huu tumeleta vitu mbalimbali, ikiwepo mpira, mikoba ya kina mama kwa ajili ya ubunifu ambao umetengenezwa kiafrika kabisa, umechanganyika na manyoya kama unavyoona, mabegi ya laptop na safari, viatu vya shule hapa kama vinavyoonekana. Hii ni kwa sababu tu kwamba mamlaka hii ya ufundi stadi VETA ipo kwa ajili ya wananchi na kuwaonyesha kwamba inafanya kazi kwa ajili yao, na wakija kuchukua ujuzi VETA basi watapata kujiajiri ama kuajiriwa na kukwamua uchumi kwa taifa na kwa familia zao kwa ujumla. Wapenzi watazamaji, na shauri kwenye siku hizi mbili zilizobakia, haswa wale watoto ambao wanakwenda shule, wazazi hakikisheni vijana wenu mnapita banda la VETA mnanunulia kiatu cha Juma na Roza. Sisi wakati tunasoma ndio vilikuwa viatu vyetu vya watoto wa kike. Mtoto akivaa kiatu hiki anakuwa very comfortable. Alafu bwana, mmefanya nini? Ngozi mbona imekuwa laini sana? Hii ngozi ni mmefanya kitu gani haswa? Ni umahiri wa uchakataji, kwa sababu katika uchakataji wa ngozi kuna madaraja. Kuna daraja la kwanza, la pili, la tatu, yako madaraja zaidi ya matatu. Sasa tumechukua grade ya kwanza kabisa
ili kuonyesha kwamba Watanzania tunaweza na tunaweza kweli kabisa, isipokuwa tu tunachotakiwa Watanzania tuwe wazalendo kupenda kutumia vitu vyetu vya ndani. Kwa hiyo hii ni ngozi halisi ya ng'ombe, haiungui, inaweza kufanya kazi vizuri na ikatumika kama hivi ninavyoweza kuonyesha hapa, ndugu wa Tanzania, kwamba hiki ni kiatu cha ngozi kabisa. Hata ukiwasha moto namna hii hakiwezi kuungua na kinaweza kudumu na wala hakina shida yoyote. Kama unavyoona namna hii, hakiyeyuki, kiko salama kabisa. Hai bwana, ningeweza kufikiria nafanya mazingaumbo. Kaka, asante sana. Asante. VETA jamani, wanatisha. Kwa majina anaitwa Dr. Crispin Mkopi, mkufunzi mwandamizi kutoka chuo cha VETA Singida. Kwenye Sabasaba hii ya maonyesho ya 50 ya kimataifa ya kibiashara fahari ya Watanzania, sisi kama VETA katika banda letu hili tumekuja na bidhaa mbalimbali zinazohusu ufugaji wa wanyama ulio bora pamoja na nyuki. Kwenye maonyesho haya tumekuja na bidhaa ambazo zinaonyesha malighafi mbalimbali zinatumika katika utengenezaji wa chakula bora cha wanyama. Hiki chakula kinaweka tija kwenye ufugaji, kwa sababu wanyama wakishakula hiki chakula wanazalisha mazao yaliyo bora na kuongeza kipato pamoja na ukuaji wa uchumi wa nchi. Lakini pia tuna bidhaa za nyuki, ambazo bidhaa hizi zinatokana na nyuki ambao wanatutengenezea asali iliyo bora, asali ya nyuki wakubwa. Lakini pia tuna asali ya nyuki wadogo ambao ni tiba mbadala kwa ajili ya magonjwa mbalimbali. Tumeingia sehemu ya mambo ya mavazi na urembo. Unaweza ukaona mavazi mazuri kama hii, ni vazi kama la gunia hii, na mambo ya kimilamila kidogo, Miss Bantu Arusha. Sasa hapo unaweza ukaona baadhi ya bidhaa nzuri kabisa za tie and dye, na kuna vitu na mambo ya wanawake tena. Mimi si mtaalamu, kuna ofisa hapa atajitambulisha na kutuambia wametuletea nini. Naitwa Mwalimu Elizabeth Luongo, mwalimu kutoka VETA Arusha. Niko kwenye kitengo cha ushonaji nguo au kitengo cha mavazi. Kwenye maonyesho ya Sabasaba mwaka huu 2026 tumewaletea mambo mbalimbali kutoka kwenye kitengo cha ushonaji VETA Arusha, lakini miongoni mwa hivyo tulivyovileta kama mnaweza kuona hapa mbele yenu, kwanza tuna gauni ambalo ni la kiteknolojia tunaita zaidi, gauni ambalo linawaka taa. Kama ambavyo mnaona, tunawafundisha wanafunzi wetu kuwa wabunifu, sio kwa mambo yale ya kawaida tu, tunakwenda mbele zaidi. Kama mnavyoona, gauni imewekwa taa na ni nzuri kabisa kwa mtu ambaye ana sherehe yake. Sio lazima awe bibi harusi, inaweza ikawa na sherehe yoyote na ukavaa nguo ambayo inakupendeza, unaingia ukumbini wakati unawakawaka tunaita. Hii ni teknolojia kubwa ambayo VETA tunaifanya kwa sasa. Lakini hapa ukiangalia mbele yako tena, unaona vazi ambalo limetengenezwa kwa gunia. Kama maonyesho yetu ya mwaka huu kauli mbiu inavyosema, fahari ya Mtanzania. Hii ni fahari ya Mtanzania. Huu mkonge unalimwa Tanzania, unachakatwa Tanzania, na sisi tukaona kwamba sio kuwekea vitunguu tu au viazi, lakini gunia hili unaweza ukashonea vazi na likatokea kama linavyoonekana hivi. Miss Bantu kutoka Arusha limekuwa maridadi kabisa. Lakini kwenye mafunzo yetu kama VETA tunawafundisha wanafunzi kushona nguo ambazo tunaita za kawaida na ambazo sio za kawaida. Kwa hiyo hii hapa mbele yenu sio ya kawaida, kwa lugha nyingine ya kigeni tunaita unconventional material. Kwa hiyo wanafunzi wetu waweze kutengeneza mavazi yote, mavazi ya nguo za vitambaa vya kawaida na vitambaa ambavyo si vya kawaida. Kama mnavyomwona Miss Bantu amependeza kabisa, na hii ni pochi yake ambayo akivaa vazi hili ana uwezo wa kuibeba hii pochi na akaenda sehemu ambayo anahitaji. Lakini kama mnavyoweza kuona mbele yenu, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimetengenezwa na wanafunzi wa VETA Arusha kwa kutumia vitambaa vya aina mbalimbali. Tunawakaribisha kwenye maonyesho haya Sabasaba 2026. Mje mwalete vijana kwenye vituo vya VETA ambavyo tuko mikoa yote Tanzania, na sasa tumesambaa kwenye wilaya zote Tanzania. Karibuni sana wananchi kwenye maonyesho haya, mjionee mambo ambayo VETA imeleta kwa kipindi hiki cha 2026. Naitwa Winifrida Ndunguru, ni mwalimu nafundisha VETA Dakawa. Chuo cha VETA Dakawa kinapatikana Morogoro. Katika chuo chetu tunapokea wanafunzi ambao tunawafundisha mwaka wa kwanza, mwaka wa pili na mwaka wa tatu. Mwaka wa kwanza wanakuwa wanasoma masuala mbalimbali ambayo ni ya misingi ya ushonaji nguo, ambapo ni zile basics au zile hatua za mwanzo za muhimu ambazo yule fundi mshonaji yeyote anazihitaji kwa ajili ya kupata ujuzi wake. Kwa hiyo baada ya mafunzo hayo ya mwanzo, pia wanaweza kashona mavazi mbalimbali ya kawaida, lakini pia chuo chetu kina uwezo wa kushona mavazi ya shughuli mbalimbali
kwa wingi kwa maana ya uzalishaji wa mavazi mbalimbali. Kwa mfano tuna mavazi ya usalama, mavazi ya kuvaa wakati wa kuvuna asali, lakini tuna mavazi kwa ajili ya kukata miwa, mavazi kwa ajili ya usafi, mavazi mbalimbali kwa ajili ya usalama. Kama unavyojua sisi ni watoa huduma au watoa mafunzo ya ufundi, kwa hiyo tunashughulika na mashine au vifaa ambavyo ni hatarishi, lakini swala la usalama ni swala la msingi sana na ni la muhimu katika mafunzo yetu. Kwa hiyo pamoja na mafunzo ambayo tunatoa, lakini pia tunawajengea wanafunzi wetu ni tabia au mwenendo mwema pale ambapo anakuwa anafanya shughuli zake. Mavazi mbalimbali ambayo tunayashughulika nayo ya usalama ni kama unavyoyaona hapa mbele yako. Tuna majaketi mbalimbali kwa ajili ya usalama, yanaweza akatumika kwa ajili ya watu mbalimbali, pengine wapiga picha ambao wanafanya shughuli mbalimbali, ambao wanaweza akaweka vitu vyake mbalimbali. Lakini tuna mavazi kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama unavyoona kule kwenye madini au sehemu yote ambayo mtu anaweza akahitaji mavazi kama haya kwa ajili ya kuonekana au kwa ajili ya usalama mahali pa kazi. Karibuni sana Sabasaba 2026, fahari ya Tanzania. Jina langu ni Devota Stefano Mdabuko. Mimi ni mkufunzi kutoka chuo cha VETA cha Ng'ombe, Dar es Salaam, kwa kitengo cha cosmetology. Ninaposema kitengo cha cosmetology, nina maana kwamba kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Yaani ya kwanza ni upande wa ususi na kwingine ni upande wa urembo. Upande wa ususi tunafundisha mambo ya nywele kusuka za mitindo ya aina yote, lakini pia tunafundisha mambo ya kuchana staili zote. Pia tunafundisha aina ya madawa pamoja na matumizi yake. Lakini pia tunafundisha mambo ya dread zile za kusokota ambazo wengi wanakuwa zinawashinda. Na upande wa beauty therapy ambayo tumesema ni urembo, tunafundisha mambo ya makeup, tunafundisha mambo ya pedicure and manicure, tunafundisha mambo ya waxing, lakini pia tunafundisha mambo ya massage. Tuliamua kufanya hivyo kuunganisha kitengo chetu kwa sababu tuliona kwamba hatuwezi kumfundisha mtu mambo ya nywele tu, lakini tukaacha mambo ya urembo. Tulifanya kwamba mtu anapokwenda kwenye saluni yake anataka kufanya makeup au labda ni bibi harusi anataka kupambwa, ni lazima aende akabane nywele. Akimaliza kubanwa nywele atakuja kufanyiwa makeup, kwa sababu huwezi kumwambia mtu kwamba umekuja hapa kutengeneza nywele lakini makeup utaenda saluni nyingine. Hapana, bali tuliamua kuunganisha hivyo ili jamii iweze kupata manufaa pamoja na kujiamini kwenye kazi zao. Ada yetu ni 420 kwa miezi mitatu. Karibuni sana. Moja ya kazi nzuri zinazofanya taasisi yetu ya VETA ni kuwafundisha mafunzo ya kiufundi wananchi wenye changamoto mbalimbali. Kama hapa mnavyowaona, hawa ni Watanzania wenzetu ambao wao wana changamoto mbalimbali. Huyu bwana kama mnavyomuona, hivi ndio alivyozaliwa. Kaka, jina unaitwa nani? Jina langu naitwa Riziki Stefan Dumba, ni mhitimu wa chuo cha ufundi stadi VETA Songea. Labda utueleze kidogo kwa hali ulionayo, VETA imekusaidia na isingekuwa VETA labda ungeendeshaje maisha yako? Kwa ufupi, naweza nikaishukuru serikali kwa ujumla na mamlaka nzima ya VETA kwa kipaumbele ambacho mimi wamenipa mtu mwenye mahitaji maalum. Hapo mwanzo nilikuwa sina ujuzi wowote, lakini baada ya kufika VETA wakaniona na wakanichagulia fani ambayo itakayoendana na mazingira rafiki kwa upande wangu. Fani ambayo leo nichagulia ni hii kozi au fani ya ufundi nguo za kike na za kiume. Kwa ufupi, mavazi yote na shona. Huu ujuzi ndio niliopata VETA. Mpenzi mtazamaji, huyu bwana isingekuwa VETA labda angekuwa ombaomba. Sasa ninaomba Watanzania wale wenye mapenzi mema, chukua namba yake, nunua nguo zake, nunua kazi zake kwa kumuunga mkono, na believe it or not, utapata baraka na utabarikiwa. Tunaomba namba yako. Asante. Namba yangu ya simu ni 0769 20 91 45. Asante, na naomba muweke oda zenu. Asante sana. Asante. Sehemu nyingine ni sehemu hii hapa unaoiona. Kuna dada hapa atanitambulisha jina na kutueleza VETA imemsaidiaje
na isingekuwa VETA maisha yangeendeshaje? Jitambulishe jina dada, huku unanitazama. Naitwa Gonsalva Yailu Sulungu, ni mhitimu kutoka VETA Songea. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa ajili kwa ajili ya uzima wangu. Alafu pili napenda kumshukuru sana kuishukuru serikali kwa kutukumbuka sisi watu wenye mahitaji maalum na kutuletea VETA, kwa sababu VETA kwanza imenipa confidence. Nilikuwa sina confidence na wala nilikuwa sina ujuzi wowote, na jinsi nilikuwa najua tu mimi siwezi kufanya chochote, lakini palipokuwa na VETA hakuna kitu kinachoshindikana, na VETA ipo kwa ajili ya watu wote. Yani kikubwa tunachoshukuru VETA, haijambagua mtu yeyote. Imetuchukua sisi watu wenye mahitaji maalum, inawachukua watu aina zote, na kama uko makini VETA inakutoa. Kwa mfano mimi nimeenda VETA 2019, nimemaliza 2020, na mpaka sasa nina ofisi yangu na nina wanafunzi wangu. Lakini before nilikuwa nilikuwa sijawaza kufanya chochote kile, kwa sababu kila nikiangalia fani gani naweza, nilikuwa sijui nitaweza kufanya nini. Lakini baada nilivyoshauriwa kwenda VETA, nilipofika VETA, namshukuru Mungu, kwanza imenipa confidence, kwanza imenipa kujulikana na watu wengi kama hivi, na kuja Sabasaba. Ilikuwa sio kazi rahisi kuja Sabasaba kukutana na watu aina mbalimbali, lakini kupitia VETA na serikali yake na jopo lote la VETA na serikali ya Mama Samia kutuona sisi watu wenye mahitaji maalum kuwa tunafaa, tunapenda sana kuishukuru, na Mungu azidi kuwakumbuka mahali popote pale walipo. Basi la mwisho la kwangu mimi jamani, kama lile la mwanzo pale, hawa watu wenye mahitaji maalum wanahitaji support yetu. Naomba tuchukue namba. Unaona zile nguo pale nyuma, hizo nguo zote ni kazi ya mikono ya udada. Natamani wakina mama pia muunge mkono kwa kununua bidhaa zao, mtabarikiwa. Naomba tutajie namba yako, watakupataje ili order zianze kuja kupitia namba ya simu? 07 90 24 07 64. Tuko sehemu nyingine, banda la VETA. Mbele yangu hapa mnaweza mkamuona dada, na kiukweli dada ni mrembo kweli kweli. Atanitambulisha jina na kutuambia yeye ni nani, anafanya nini VETA, na hapa ametuletea nini. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Antonia Herman Nsimbi. Mimi ni mhitimu wa chuo kikuu, nimemaliza degree ya uandishi wa habari katika chuo cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Nilivyomaliza nikaenda VETA, nikachukua kozi ya ushonaji na ubunifu wa mavazi. Nashukuru Mungu, nilivyomaliza VETA nimefungua kampuni yangu inaitwa Nsimbi Trends, ambayo tunashona na kubuni nguo mbalimbali. Nimeweza kujiajiri na nimeweza kuajiri wengine. Hizi hapa ni baadhi ya kazi zangu ambazo nimezifanya, na katika kazi hizi kama mnavyoziona nimetumia vitambaa ambavyo vinapatikana hapa Tanzania, na zaidi ya yote kuna hizi baadhi ya nguo kama hizi. Unaweza ukaona hili shati lilikuwa rangi nyeupe, lakini mimi nimetumia mimea asilia ambayo hiyo program inaitwa Natural Dye kuzalisha rangi ambayo ndio hii. Katika shati hili rangi hii ambayo nilioipata nimetumia maganda ya madafu. Kama tunavyoona hapa mjini, watu wengi wanakula madafu au nazi zinachunwa, lakini yale magamba yake yanatupwa. Lakini mimi nimeweza kuchukua, kuirudisha thamani, kuiongezea thamani yale magamba kwa kutoa rangi ambayo ndio nimetengenezea shati. Hii rangi haichuji wala haipauki. Kama mnavyoona ni rangi asilia, imetulia na inavutia. Sio hivyo tu, bali tunaweza tukaona rangi hizi hapa. Hizi rangi nimezipata, hiki kitambaa kilikuwa cheupe, lakini nimepata hizi rangi kutokana na mmea wa kitunguu. Tunaweza kuona kwamba yale maganda ya kitunguu sokoni wanavyouza yanakuwa yanapukuchika, yanaanguka, mwisho wa siku wanayafagia, wanayatupa. Lakini mimi nimeyaokota na kuyaongezea thamani kwa kutengeneza rangi na kuweka nakshi kama mnavyoona. Shati lina rangi nzuri na imetulia. Karibuni banda la VETA. Kuna vitu vingi vinapatikana. Hizo zote ni elimu zinazotolewa VETA. Mpenzi mtazamaji, dada kwanza amenikosha. Huyu dada ni mwandishi mwenzetu wa habari. Waandishi wa habari wanatafutwa kama nini? Wewe usome uandishi wa habari alafu uje tena uje uwe fundi. Tuna degree ya sauti na heshima. Mimi kwanza kwenda VETA
nilikuwa nataka nipate ujuzi. Baada ya kupata ujuzi, natumia uandishi wangu wa habari katika kuisemea biashara yangu. Watazamaji, anachofanya kizuri udada, hizi fani, kuna watu wanaingia kwenye fani kumbe kipaji chake kiko nazo. Huyu dada ameingia kwenye uandishi wa habari, kumbe huu kipaji chake ni kipaji cha ubunifu. Kwa sasa jamani, kingine ambacho kilileta mjadala sana ni wale wahitimu wa chuo kikuu ambao mmesoma, mnajisikia mnaheshima sana, mmesoma sana chuo kikuu, kuja kusoma ufundi mnaona kama hizi zilikuwa kozi za watu wa darasa 5. Kumbe wapi? Uhitimu chuo kikuu na degree yake, degree weka pembeni, ingia kwenye masomo ya ufundi. Sasa hivi ufundi ndio unamtoa. Okay, napenda kuwashauri vijana wenzangu, hasa graduates ambao mmemaliza, mko mtaani mnatafuta ajira. Mnaweza kwenda, mnawashauri tuweze kwenda VETA. Nenda kapate kozi yoyote ambayo wewe unaona unaipenda. Kwanza katika ujuzi, anza kwanza kuipenda, ndio nenda. Ukienda kule kachukue, VETA wanatoa kozi nyingi sana. Chagua kozi ipi ambayo unaweza kuifanya kwa uzuri, ambayo kwanza unaipenda. Kitu kikipenda, hata kama kikipita changamoto, wewe utaendelea kuwa nacho na utavuka salama. Kwa hiyo nawakaribisha vijana wenzangu graduates, karibuni VETA. Mpate fursa, mjifunze mbinu mbalimbali. Mimi leo hii degree yangu inanitumia kusemea biashara yangu, na bado naweza nikakaa natengeneza pesa kwa ufundi wangu niloupata VETA. Graduates, tuamke, tuchangamkie fursa zinazotolewa na VETA. Watazamaji, kwenye banda la VETA kuna vitu vizuri sana unaweza ukaona. Angalia bidhaa za mbao, angalia finishing, angalia finishing yao very smooth, angalia bidhaa za urembo unavyoziona pale, ziko vizuri kabisa. Alafu hapa kuna nyenzo ya kufundishia hizi zile sample wanaita modo. Bado tunaendelea kutembelea wajasiriamali wa VETA, na hapa nina kitengo kingine tena, kuna mjasiriamali naona kuna mambo ya aluminium, watanitambulisha jina na kutueleza VETA imemsaidia nini, yeye yuko wapi, anapatikana wapi, na watu waje wanunue bidhaa zake. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Imran Bitu Puran. Mimi ni afisa masoko kutoka kampuni ya Emirates Aluminium. Niko hapa kama mdau. Tumeunda udau na VETA kwa ajili ya kutoa elimu kwa vijana. Mafunzo yetu yanapatikana VETA katika vyuo vyote vya VETA ambayo yataanza rasmi mwakani mwezi wa kwanza. Mafunzo hayo yatatolewa kwa miezi 6 tu. Baada ya hapo mhitimu atapata cheti chake cha VETA ambacho kitamsaidia katika shughuli zake za kujitafutia kipato huko mbeleni. Pia sisi kama Emirates Aluminium Profile tupo hapa kutangaza bidhaa zetu ambazo tunapatikana Sinza madukani. Workshop yetu inapatikana Tegeta Skaska. Tuna supply bidhaa, pia tunafanya installation kwenye majengo. Iwe jengo la biashara, nyumba kubwa, nyumba dogo, frame za biashara, zote tunazifanya. Karibuni sana. Tumeingia sehemu nyingine ya banda la VETA. Hii ni sehemu ya furniture. Unaweza ukaona samani za majumbani, makabati ya mbao. Mnaweza mkaona baadhi ya vitu na vifaa mpaka kama mabakuli na vifaa vya nyumbani. Mnaweza mkaona mpaka viti. Mnaweza mkaona viti na meza nzuri kabisa za VETA, na zina very good finishing. Unaweza ukafikiri hizi meza ziko kama imported. Yaani kwa kweli VETA wana vitu vizuri. Hapa kuna kitanda. Kuna kitanda. Bwana, hiki kitanda ukikalia kinakurudisha juu chenyewe. Unakiona kilivyo, yaani ni safi sana, na duvet. Yaani kwa kweli VETA wameleta vitu vizuri mno katika hili banda lao. Yaani mpaka vizungumziki. Hapa kuna meza ya dining. Unaweza ukaiona. Kuna meza ya dining na kuna vitu vingi kwa kweli, mpaka vile vitu vya jikoni. Na hivi ni viti vya garden. Yaani ina maana hata ukiwa garden unakaa kwenye viti vya garden. Wapenzi watazamaji, mtu wa mwisho kuzungumza naye kwenye banda la VETA ni mwenyeji wangu sitapita. Tumeona wajasiriamali wakubwa mlioleta, tumeona vitu vizuri ambavyo VETA mmevileta. Una lipi la kumalizia kwenye Sabasaba ya mwaka huu? La kumalizia, kama mlivyoshuhudia, kile mlichokiona tafsiri yake ni namna tunavyoandaa watu wanaoweza kufanya kazi. Niseme tu kwa kifupi ni kwamba sisi VETA
tunaandaa watu wanaokwenda kufanya kazi, hatuandai watu wa kwenda kutafuta kazi. Tunaandaa watu ambao wanakwenda kujiajiri moja kwa moja na kufanya kazi kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji. Hatufanyi kazi ya kuandaa watu wakaanze kuhangaika kutafuta kazi. Ndio maana umeshuhudia kuna watu wa aina mbalimbali, kuna wamefanya ubunifu wa aina mbalimbali, wahitimu wanafanya kazi, wamejiajiri, wana miradi mbalimbali. Wapenzi watazamaji, kama nilivyosema tangu mwanzo, Sabasaba ni VETA na VETA ni Sabasaba. Kwa siku ya mwisho hizi mbili zilizobaki, hakikisha unapita kwenye banda la VETA. Na kitu kizuri kuhusu VETA kiukweli, hii ni moja ya taasisi za msingi zenye moyo wa taifa. Inawafundisha vijana zile kelele zote kwamba hakuna uhaba wa ajira, vijana wanatafuta ajira. Wazazi, waleteni vijana VETA wafundishwe kujiajiri na sio kuwapeleka kwenye vyuo vingine waende kutafuta kazi. Kama alivyosema Sitapita, VETA yenyewe inafundisha watu kazi, wajiajiri. Vyuo vingine vinafundisha watu ujuzi wa kwenda kutafutia kazi. Pascal Mayala, asanteni sana, na baada ya Sabasaba hii tukutane tena 8 kule Dodoma kwenye banda la VETA. Asanteni na kwaheri.